بسم الله الرحمن وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Naam, karibuni ndugu zangu katika majlisi yetu ya ilmu, na leo bimashiatillahi tunaendelea na somo letu la balagha, na tuliishia katika ilmu albayan, uchambuzi wake, na leo tunaendelea katika ilmu albadii. Na kwa kukumbusha tu kwamba darasa zote hizi unaweza ukazipata katika YouTube channel yetu Funjabil Online TV. Ukiandika hivyo Funjabil, basi zitakuja darasa mbalimbali, utaweza kustafidi huko. Muhimu kulike, kushare, subscribe, kulike, kushare na comment, na mwisho kutuombea dua. Na huko utaweza kustafidi, ziko darasa nyingi tofauti tofauti. Kwa hiyo inshallah, na ukamilifu wake hii pia kama hivi katika hiyo nini Facebook unaweza kuipata Funjabil hivyo hivyo, kaandika inakuja. Tunaendelea na ilmu albadii, uchambuzi wa ilmu albadii. Anasema namba moja, maana ya ilmu albadii. Ilmu albadii ni elimu inayochunguza njia za kupamba na kuipendezesha kauli baada ya maana kuwa sahihi, yani maani, maelezo kuwa wazi, yani bayani. Bimaana kwamba tulianza katika kuchambua katika elimu za balagha, ilmu almaani, alafu tukaja tukachambua ilmu albayani, alafu hapa tunakamilisha katika ilmu albadii. Kwa hiyo ilmu albadii ni elimu inayochunguza njia za kupamba, kuleta uzuri, kupamba na kuipendezesha kauli, kupendezesha maneno baada ya maana kuwa sahihi katika ilmu almaani, na maelezo kuwa wazi katika ilmu albayani. Yani kwa ufafanuzi, yani ni elimu, yani ilmu albadii ni elimu ya kuongeza uzuri wa kisanaa katika maneno bila kuathiri maana inabakia vile vile. Haya, nafasi ya ilmu albadii katika balagha ina nafasi gani? Nukta ya kwanza, maana uchagua sentensi sahihi. Ilmu almaani uchagua sentensi sahihi, ndo kazi yake. Na bayani, ilmu albayani uchagua mfano sahihi unaoendana. Na hii ilmu albadii huongeza uzuri na mvuto. Kwa mfano katika ilmu almaani, maana ni mfano, maana ni mifupa, bayani ni nyama, na badii ni ngozi. Kama mfano katika kiwiliwili, maani ni mifupa, bayani ni nyama, na badii ni ngozi na uzuri wa sura. Hiyo ndio ilmu albadii. Tunaendelea na naomba radhi kwamba inasikika kelele, ni kuna mvua, lakini inshallah bado tunasikilizana, tuendelee hivyo hivyo. Haya, namba tatu, lengo kuu la ilmu albadii. Lengo kuu ni nini? Kwanza, kuipamba kauli, hiyo ndio lengo. Pili, kuipa radha na mvuto hiyo kauli. Tatu, kuifanya ikumbukwe kwa urahisi, na nne, kuongeza athari kwa msikilizaji au msomaji. Bimaana sharti, yani uzuri huu usiwe wa kulazimisha, bali ufuate maana. Katika nukta ya nne hapa tutaangalia mgawanyo wa ilmu albadii.
wanawazuoni wameigawanya katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni almuhsanatu almanawiya. Almuhsanatu almanawiyatu, yani maana yake mapambo yanayohusu maana. Hiyo ndio sehemu ya kwanza. Na sehemu nyingine, sehemu ya pili, almuhsanatu lafdhiyatu. Almuhsanatu allafdhiyatu, mapambo yanayohusu maana na sauti. Kwa hiyo tukija katika ufafanuzi wa almuhsanatu almanawiya, mapambo yanayohusu maana, nayo yamegawanyika katika nukta. Hapo tunasema atibaqu. Almuhsanatu almanawiya, hapo kuna atibaqu, kuna almulaqaba, almuqabala, almuqabalatu, na pia kuna husnu ta'lil, na pia kuna atawriya, na pia kuna almubalagha. Na maana hizo ndio nukta zake hii almuhsanatu almanawiya. Kwa tukianza kuichambua atibaqu, maana yake ni kuleta maneno mawili yenye maana ya kinyume. Maneno mawili yenye maana ya kinyume, kuleta maneno mawili yenye maana ya kinyume, kila neno lina maana ya kinyume. Mfano, hai maiti, yani hai kisawa kinyume maiti, usiku kisawa kinyume mchana. Ndio atibaqu, mfano wake huo. B, almuqabalatu. Almuqabala maana yake ni kinyume kwa mpangilio mpana, yani zaidi ya neno moja. Mfano, nakuja sentensi, anayetenda mema hupewa thawabu, anayetenda mabaya hupewa adhabu. Umeona? Anayetenda mema hupewa thawabu na anayetenda mabaya hupewa adhabu. Umeona? Yani maneno yanakuja katika hapo, yamekuja na vina kabisa, inaitwa almuqabalat. Sawa? Alafu kuna husnu ta'lil, si husnu ta'lil, namba C. Husnu ta'lil maana yake ni kutoa sababu ya kisanaa baada ya kweli, sababu ya kisanaa baada ya kweli. Mfano, mvua ilinyesha kwa sababu ardhi ilikuwa na kiu. Mvua ilinyesha kwa sababu ardhi ilikuwa na kiu. Bimaana ndio husnu ta'lili, kutoa sababu ya kisanaa badala ya kweli. Umeona? Kwa sababu sababu imekuwa ya kisanaa, lakini badala ya kweli mvua imenyesha. Na D, atauriya, neno lenye maana mbili. Nukta ya kwanza maana ya karibu, nukta ya pili maana ya mbali, lakini iliyokusudiwa. Sawa? Hii ndio inaitwa atauriya. Na namba D hapo, namba E nasema almubalagha. Almubalagha, kuzidisha sifa kwa lengo la athar. Mfano, nilimsubiri miaka 100. Kuzidisha sifa kwa lengo la athari, manake kuathiri. Hizi ndio zimekamilisha almuhsanatu maanawiya. Tunakwenda katika almuhsanatu lafdhiya, mapambo yanahusu maneno na sauti. Anasema hapo namba 1, manake hapo aljinas. Aljinas maana yake ni maneno yanayofanana kimatamshi lakini maana tofauti. Aina ya aljinasi ambayo ni maneno yanayofanana kimatamshi, yanafanana kimatamshi lakini maana tofauti. Aina ya aljinasi, kuna aljinasi tam na aljinasi naqis. Aljinas tam maana yake iliyokamilika, aljinas iliyokamilika, na aljinas naqis maana yake ni aljinas iliyokuwa na upungufu, iliyopungua. Mfano,
wamepata amani kwa imani. Umeona, wamepata amani kwa imani. Umeona bwana, yaani imani ndio imesababisha wamepata nini? Amani. Sawa. Kwa hiyo amani na imani ni maneno mawili yanayofanana kimatamshi, lakini maana ni tofauti. B, as-saj'u. As-saj'u ni vina katika nathari. Mfano, elimu ni nuru, ujinga ni giza. Elimu ni nuru, ujinga ni giza. C, anasema raddu al-ajzu ala sadri, kurudia neno la mwanzo mwishoni, ndio maana yake. B, atasdir. Atasdir maana yake kurejesha neno mwanzo au mwisho kwa uzuri wa lafzi, inaitwa atasdir. Kwa hiyo sasa hapo tunakuja katika nukta inaelezea mifano namba 5. Mfano wa Qur'ani. Mfano wa Qur'ani. Mfano wa Qur'ani anasema watahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Hii ni katika hapa nasema kuna tibaq ambao katika nini kipande hapo kinasema ayqadhan luqud. Huu ni kama mfano, ndio aliposema pale kurejesha neno mwanzo au mwisho kwa uzuri wa lafzi. Ayqadhan ruqud. Namba 6, mambo ya kuzingatia, makosa ya kuepuka katika ilmu al-badia. Makosa ya kuepuka, mambo ya kuzingatia: kupamba kauli kupita kiasi. Sawa, haya ni makosa ya kuepuka, sikutilize. Pia nukta nyingine, kuweka sajia kwa kulazimisha, na nukta nyingine, kuvuruga maana kwa ajili ya mapambo. Hii haifai. Mambo ya kuepuka, wanazuoni walisema uzuri wa balagha ni unaotii maana, si unaopotosha. Huo ndio uzuri. Nukta ya 7, umuhimu wa ilmu al-badia. Nukta ya kwanza katika umuhimu wake, hufanya kauli ikumbukwe kwa urahisi, huongeza mvuto wa hutuba na maandishi, hujenga radha ya lugha, ni roho ya fasihi na mashahiri. Mukhtasari wa balagha yote, namba 8 hapo. Bimaana katika jedwali kuna upande tawi, upande wa pili kazi. Bimaana hapa tunataja sasa elimu za balagha zilizofafanuliwa hapo nyuma. Ilmu al-maani, kazi yake ni sentensi sahihi kwa hali. Ilmu al-bayani, kazi yake mfano sahihi kwa maana, na ilmu al-badi' uzuri na mapambo. Hapo ndio hitimisho, na hapa biidhnillah kwa mukhtasari wa ilmu ya balagha imekamilika. Hiyo ni mukhtasari kuanzia somo la kwanza lilivyoanza mpaka somo la 7 imekamilisha. Darasa namba 1 ilikuwa na mpaka na darasa hii namba 7, mukhtasari wa somo la balagha umekamilika. Kwa kitakachofuata biidhnillah au vitabu vikubwa kubwa, basi vinakuja kufafanua haya kwa undani, kwa kina, kusherehesha. Lakini ule tunaweza kusema ujuu wa yale yaliyo muhimu katika nukta zake muhimu balagha, basi hapo
imekamilika. Inshallah kuishia hapa. Muhimu sana kusubscribe, kulike, kushare na kutuombea dua na comment inshallah. Allah tuwafikishe kwa durusu mbalimbali.